cha msingi na kizuri zaidi ambacho unaweza ukakifanya saa hizi ni kutafakari, niitunzeje afya yangu ya akili ili niwe mtu bora katika uzalishaji, mtu bora katika mahusiano na katika jamii. Unaweza ukakaa na ukafikiria namna gani ya kuitunza afya yako ya akili. Lakini unaweza ukakaa ukafikiria sana kwamba uitunzeje afya yako ya akili, lakini ukashindwa kuitunza afya yako ya akili kwa sababu unaweza ukawa umekutana na mtu ambaye sio sahihi wa kukusaidia au wa kukucoach how to maintain your health, your mental health. Yaani unaweza ukakutana na mtu ambaye sio mtu sahihi wa kukusaidia. Naweza ikatumia lugha hiyo, wa kukusaidia kukaa katika reli. Unaweza ukashangaa kwamba kwa nini kukaa katika reli? Ndio. Unajua afya ya akili haiwezi kufundishwa na kila mtu. Na jinsi ya kuitunza afya ya akili haiwezi kaelekezwa na mtu yoyote. Hiyo ni issue ya mtu ambaye anajua hayo mambo, hasa msaikolojia. Wasaikolojia ndio wanajua namna gani ya kukufanya wewe au kucoach wewe ukaitunza afya yako ya akili, kwa sababu lazima tujue kwamba sababu gani zinazotufanya sisi tutunze afya zetu za akili. Zipo sababu nyingi zinaweza zikakufanya wewe ukatamani sana kuitunza afya yako ya akili, kwa sababu namba moja, afya yako ya akili inaweza kusababisha afya yako ya mwili kuwa vizuri. Na ukisha kuwa na afya nzuri ya akili na afya yako ya mwili ikawa vizuri kutokana na afya yako nzuri ya akili, basi unaweza ukafanya kitu chochote, unaweza ukafanya mapinduzi yoyote katika dunia hii ya sasa. Kwa hiyo sasa usisite wala usitamani kukosa kuijua afya yako ya akili na namna gani kuitunza, kwa sababu ukisha kujua vitu vya kuitunza namna ya kuitunza afya yako ya akili, itakusaidia sana wewe kufika mbali na kufanya vitu vya ajabu. Asante.